Mwinukezeze. Uzainuka. Tuzainuka. Mjana kaibu. Asante. Kaibu alo. Asante. Mwinukezeze ma. Zainuka. Asante. Alikuwa mwalimu wa matumaini. Aliwasha taa kwa mioyo ya vijana. Kaibu. Asante ndugu yangu. Mnaendeleaje huko nyumbani? Nyumbani kwetu hivyo hivyo tu ndugu yangu. Na vipi kuhusu Lima? Huyo Lima ndio bado kabisa, yani bado hana uelekeo wowote ule yani wa kuweza kuona. Lakini pia bado nipo kwenye wakati mgumu kama ambavyo unakaa unajua. Muda wote nakaa namfikiria mume wangu. Kama unavyojua, Jakaya anazidi kuteseka kule aliko. Tumejaribu kufanya kila njia, lakini hakuna chochote kile. Bado yupo anateseka mume wangu. Nimekuja unishauri. Mimi nahitaji kwenda mjini kuanzia sasa. Nikatafute mwanasheria. Ndio. Lazima niende mjini kutafuta mwanasheria. Aje kutusaidia kuhusu hili swala la Jakaya. Shemeji. Mimi mawazo yangu. Kweli kwenda mjini ni sawa. Na kumtafuta mwanasheria ni jambo zuri. Lakini sasa shemeji, huyu mwanasheria sisi tutamuendo vipi bila pesa? Maana mwanasheria bila pesa hakuna tunachokifanya. Mimi ili jambo la Jakaya linanichanganya. Yaani ni bora ningekuwa na pesa, na mimi hali yangu ni ngumu, tena ngumu mno. Nimewaza nikauze lile shamba langu kule, lakini yaani kesi ya Jakaya ni ngumu. Ni ngumu. Kesi ya Jakaya ni ngumu. Mungu amempa mtihani mkubwa sana Jakaya. Yaani hata sijui tunafanyaje. Sasa shemeji, mimi nafanyaje? Hebu niambie. Nifanye nini ili Jakaya aweze kuwa huru? Mimi nina mawazo shemeji. Unaonaje tukaenda kule gerezani tukaonana na Jakaya? Anaweza akatusaidia kitu. Jakaya na watu. Anaweza akatupa njia. Kama unavyojua, Jakaya kesi yake ni ngumu sana. Kumbuka hata dhamana wametukatalia. Hivyo wanaweza wakakubali kuonana naye kweli? Una shida gani? Samahani afande. Nimekuja kumuona ndugu yangu Jakaya. Jakaya? Jakaya ni nani yako? Ni ndugu yangu. Mimi yule ni kaka yangu kabisa. Ni ndugu yako? Pita pale kaandika maelezo. Haya sawa, lakini tuko wawili. Wawili? Hapana, hapa ni mtu mmoja tu. Aidha mmoja aende, mmoja abaki, au yeye abaki wewe uende. Sawa? Tunakuomba kwamba twende tukamuone wote. Huyo nilokuja naye ni mkewe shemeji yangu na mimi. Kwa peke yake hapana, na wala kwa mimi peke yangu siwezi. Kwa sababu kuna mambo ambayo Jakaya anatakiwa tuelekeze. Kwa hiyo mimi peke yangu siwezi, wala yeye peke yake hatoweza. Naomba nisaidie kwa hilo ili tuweze kumuona wote kwa pamoja. Nisaidie afande. Kijana. Kaandika maelezo pale. Asante afande. Sawa. Sasa mimi tarehe 20 ndo napandishwa mahakamani. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama kuna uwezekano, kuna mzee mmoja anaitwa Profesa Ramadhani. Huyu atatusaidia kwa sababu yeye anawajua mawakili na ana wanafunzi wake ni mawakili wazuri ambao wanaweza kutusaidia bila hata pesa. Hii kesi sio ndogo ndugu zangu.
Sawa. Kuelewa mume wangu. Na je, huyo Profesa Ramadhani anapatikana wapi? Profesa Ramadhani, nakumbuka mara mwisho mimi niliendaga kule Magamba. Lushoto kule juu Magamba kule. Ndio alikuwa anaishi kule. Sijui kama ametakuwa amehama kwa sasa hivi, sidhani, lakini atakuwa yuko huko. Naomba mumtafute, mpambane mumtafute, mnisaidie. Maana yule anaweza kawa na mawakili ambao wanaweza kutusaidia kwa sababu hakuna pesa, wakatusaidia. Yaani hata kama hatuna pesa, wana uwezo kutusaidia kwa sababu ni watu ambao wanapambana kuwasaidia wananchi pia. Sawa. Lakini pamoja na hayo, Lima hali yake sio nzuri. Lima anaumwa sana. Tunangojea tu kudra za Mungu katika maisha yake. Hilo nalifahamu ndugu yangu. Lakini labda mimi mnisaidie kitu kimoja kwa sababu mimi kuna watu ambao nilishawahi kufanya nao kazi, wanaweza wakanisaidia wakakupeni chochote kitu mkaenda labda nikawaelekeza. Nitawapeni namba zao ili muende mkaongee nao, pengine wanaweza wakawasaidia chochote. Yakaya na mchoma kimya kinamliza. Alikuwa mwalimu wa matumaini, aliwasha taa kwa mioyo ya vijana, lakini leo kalamu yake imenyamazishwa. Bwana Mungu wa wokovu wangu, mchana na usiku nimelia mbele zako. Maombi yangu yafike mbele zako Baba. Naomba unitegee sikio lako, usikie kuomba kwangu. Maana nafsi yangu imeshiba taabu, na uhai wangu umekaribia kuzimu. Sikia kuomba kwangu Baba. Kilio changu kikufikie Jehova. Hata nilie machozi ya damu, nitahakikisha nasimama namsaidia mume wangu. Lakini hali ya mtoto wangu inazidi kuwa mbaya. Mwenyezi Mungu naomba unisaidie. Shemeji, tutafanya nini ili tuweze kumsaidia Jakaya? Kama tulivyoongea naye mara ya mwisho, tarehe 20 ndio anapelekwa mahakamani. Hivi yule mzee ambaye amemzungumzia Jakaya unamfahamu? Yule mzee. Nina kumbukumbu naye. Namfahamu japo ni muda mrefu sana. Lakini ninamfahamu. Ndio. Inabidi tumpate. Jakaya alishaniambia yule mzee anapatikana Magamba. Nafikiri tukienda pale kijijini tukiulizia, nasikia ni maarufu, itakuwa rahisi kumpata. Sawa, ni muhimu. Inabidi tumtafute huyo mzee na tumpate, kwa sababu yeye anatupa mwanasheria. Mwanasheria ambaye tutamtumia bila ya pesa yoyote. Naamini atatusaidia sana. Yeah, lakini iwe ni siri. Umenielewa? Nimekuelewa shemeji. Basi tufanye haraka iwezekanavyo. Maana
siku zimebakia chache sana. Mimi ninachokiona, kesho asubuhi tutapoenda kuangalia hali ya mtoto hospitali. Baada ya kutoka hospitali, tutaenda hapo Magamba kumuulizia. Sawa shemeji. Mungu pia awe pamoja nasi. Amen. Akupe nguvu. Mungu awe pamoja na Jakaya. Amen shemeji. Awe pamoja na Lima. Shukuru sana. Atupe ujasiri. Atupe nguvu ya kupambana. Nitakuwa bega kwa bega na wewe. Nashukuru sana. Utakapotoa hatua na mimi nitaweka ya kwangu. Hili nalo litapita. Usijali. Jakaya na Mchoma, kimya kinamliza. Alikuwa mwalimu wa matumaini, aliwasha taa kwa mioyo ya vijana, lakini leo kalamu yake imenyamazishwa kwa barua ya kufukuzwa. Hakuamini macho yake, sauti za watoto wake zinamuita. Wamelala bila chakula, wanaugua, na mke wake machozi hayakatiki. Ndoto zake zote zimeyeyuka. Jakaya analia lakini kimya, kilio cha moyo wake hakisikiki. Anatafuta mwanga gizani, lakini kila mlango umefungwa. Mtaani wanamcheka kisirisiri, wanasahau walivyowafundisha kusoma. Leo anatembea akiuza mabuyu ili mtoto apate dawa. Anakumbuka ndoto za shule, wanafunzi waliomwita shujaa. Afande. Afande. Afande, naomba maji. Ili mtoto apate dawa. Anakumbuka ndoto za shule, wanafunzi waliomwita shujaa. Sasa Afande, naomba maji, naomba maji. Acha makelele Jakaya, kunywa maji hapo. kimya, kilio cha moyo wake hakisikiki. Anatafuta mwanga gizani, lakini kila mlango umefungwa. Je, nchi hii haina huruma tena? Je, elimu sio msingi tena? Amepoteza kila kitu, lakini bado anasali. Jakaya analia, lakini kimya, kilio cha moyo wake hakisiki. Odi. Odi. Karibu. Asante. Karibuni. Asante baba. Shikamoo baba. Marahaba. Mna shida gani? Samani baba. Tulikuwa tunamuulizia mzee mmoja anaitwa Mzee Mgaya. Tumeelekezwa kwamba hapa ndipo anapoishi. Sasa sijui kwamba tumepatia au tumekosea. Mzee Mgaya? Ndio. Kuna miaka ya zamani alikuwa maarufu sana kwenye kijiji. Zamani alikuwa anaitwa Profesa Ramazani. Imemeo maarufu mwichi kijiji.
vitanda kabisa. Ila zinaja profesa sio geni sana kwangu. Huyo mtu mkimkunda muite ukweshi Kongo yuko kijiji cha Sogelai. Sogelai Ni mbali sana kutoka hapa. Ni mbali kile, sio mbali hivyo. Ile unatembea tembea. Haya, asante. tunashukuru baba. Hii njia inatoka? Inatoka. Sawa, asante. Karibu tena. Hai. Yakaya na mchoma, kimya kinamliza. Alikuwa mwalimu wa matumaini, aliwasha taa kwa mioyo ya vijana, lakini leo kalamu yake imenyamazishwa kwa barua ya kufukuzwa. Odi. Asante. Karibuni. Asante baba. Karibuni sana. Asante. Habari za hapa? Nzuri tu. Habari za huko mtokako? Salama tu, sijui wewe. Karibuni. Asante baba. Karibuni mkae. Karibuni. Karibuni sana. Asante. Karibuni sana. Asante baba. Mmetokea wapi? Baba bwana, sisi tumetokea kijiji kimoja kinaitwa Lukozi. Lukozi. Nyie ni wenyeji wa Lukozi? Ndiyo baba. Haya, mna shida gani? Baba, sisi shida yetu tunamtafuta mzee mmoja anaitwa Mzee Mgaya. Umaarufu wake Profesa Ramadhani. Profesa Ramadhani? Ndiyo. Yaani alifahamika sana kwa jina la Profesa Ramadhani. Mna shida gani naye huyu bwana? Baba, ukitusaidia kumpata basi utajua shida yetu, ila tunamuhitaji sana yani. Tuna shida naye sana yani. Huyu bwana taarifa zake ni siku nyingi sana. Sipo nazo. Baba, mi naelewa pengine huna taarifa naye siku nyingi, lakini wanasemaga kuwa kuna ile mara ya mwisho, yani mara ya mwisho labda nilisikia yuko wapi, au mara ya mwisho nilisikia ameenda wapi. Hajawahi kusikia chochote kile kuhusu yeye. Tusaidie baba, tusaidie. Ni kweli unavyosema, taarifa za mwisho. Huyu bwana yuko milimani, yupo mbali. Taarifa zake yupo milimani huko. Yupo mbali. Kama mnahitaji kumpata huyo bwana, natakiwa mjitahidi, mkaze misuli kweli kweli. Hakuna shida baba, tutajikaza. Kikubwa tunaomba tu muongozo wako. Mwongozo mimi nitawapa. Nitawasindikiza mpaka milimani katikati huko, kuna mto fulani. Nikifika hapo nitawapa ramani ili mumpate wewe mwenyeji wenu. Sawa, tutashukuru sana. Tutashukuru sana baba. Tena tutashukuru sana kwa sababu sisi huyu mzee tutakapompata, nadhani kwamba tutakuwa tumekamilisha jambo ambalo tunamtafutia. Tutashukuru sana. Yakaya na mchoma, kimya kinamliza.
matumaini. Aliwasha taa kwa mioyo ya vijana, lakini leo kalamu yake imenyamazishwa. Samani kaka, habari yako? Salama kaka. Samani. Bila samani. Mimi nimetokea kijiji kimoja kinaitwa Kosti. Tulielekezwa kijiji kimoja kinaitwa Magamba. Magamba. Nilikuwa kuna mtu namtafuta Profesa Ramadhani, sijui unamfahamu. Nilikuja mimi na shemeji yangu, lakini shemeji yangu ameshindwa kufika huku. Kwa hiyo nimeona nifike mimi peke yangu kutokana yeye na hali yake. Sawa ulivyosema sasa kwamba umeelekezwa na una shida na Profesa Ramadhani moyoni mwako, akilini mwako, si eti? Ndio. Kwa heshima. Ndio. Sio kwa ubaya. Maana mimi nisije nikasema mambo ya Profesa Ramadhani pia nikaonekana kijijini sasa kwamba labda nimemtangazia Profesa Ramadhani kumkaribisha mgeni. Hapana, usijali. Yaani kuwa na amani kabisa. Mimi sio askari wala mimi sio mtu mbaya yote wa Profesa Ramadhani. Mimi nahitaji tu msaada kutoka kwa Profesa Ramadhani. Kwa hiyo naomba nisaidie. Sasa sikumjua vizuri, lakini jina hilo si kwangu geni sana. Sasa Profesa Ramadhani akasema kwamba sio Profesa Ramadhani, wewe sasa tujaribu kudirect kwa mtu jirani wa hapa akusaidie zaidi. Nitashukuru sana, nitashukuru sana. Utaweza kufahamu kidogo labda na mimi nitapata ujanja. Mgoshi, osiwe mgoshi. Sasa mami. Sio ngama neno mengi ni osiwe kwa kuna kuti ze. Ose kuna mgeni amuza mzee Ramadhani. Ramadhani. Umgeni huyu mwa. Osiwe netonge baadaye kuti kuna washirwe chose wao. Habari yako? Sana. Asante sana. Kama alivyokuelekeza kaka, sana ndugu yangu. Asante sana. Mimi niko namuulizia huyu mzee Profesa Ramadhani. Ulikuwa unatafuta kwa sababu gani? Mimi Profesa Ramadhani na shida naye tu kwa wema, kwa sababu yeye ni mwanasheria na mimi nina tatizo la kisheria. Sio kama unatafuta kwa ubaya? Hapana, sio kwa ubaya, kwa wema tu. Sawa. Sasa nakuelekeza sehemu moja hivi. Ukishuka hivi kuna sehemu utakuta mto, utapita. Kuna nyumba iko juu. Kwa hiyo ukishafika hapo ndio utakuta mzee. Kwa hiyo napita njia hii. Nashuka nayo mpaka chini. Nikishafika hapo chini nitakutana na mto. Nikivuka huo mto nikipandisha juu mlimani ndo nyumba ya huyo mzee ilipo. Asante sana. Nashukuru sana. Haya, asante sana. Kinamliza alikuwa mwalimu wa matumaini. Aliwasha taa kwa mioyo ya vijana, lakini leo kalamu yake imenyamazishwa kwa barua ya kufukuzwa. Hakuamini macho yake, sauti za watoto wake zinamuita. Wamelala bila chakula, wanaugua machozi hayakatiki. Ndoto zake zote zimeyeyuka. Wanasahau walivyowafundisha kusoma. Leo anatembea akiuza mabuyu ili mtoto apate dawa.
shule, wanafunzi waliomwita shujaa. Sasa hata mavazi hana, anaomba msaada kwa macho. Jakaya analia lakini kimya, kilio cha moyo wake hakisikiki. Anatafuta mwanga gizani.